ni ngumu kidogo shughuli hii kuwa na maneno, lakini pia yamezungumzwa maneno mengi na wenzangu. Kwa niaba ya serikali nichukue nafasi hii kuwapa pole wale wote walioguswa kwa namna moja ama nyingine na janga hili kubwa ambalo lilitokea miaka 20 iliyopita kwenye taifa letu. Wakati linatokea miaka 20 iliyopita, mimi nilikuwa mwanafunzi pale Nsumba Sekondari. Nakumbuka siku hiyo nilikwenda Buyu Girls. Kuna rafiki yangu moja pale, mamake alikuwa mtumishi. Kwa asubuhi ya tukio tuliamka asubuhi pale, ndio tunaambiwa meli imezama, na ukiwa pale ulikuwa unaweza kuiona meli kwa mbali. Kwa hiyo nalikumbuka sana tukio hili, pamoja na matukio makubwa yaliyogusa karibia watu wote katika nchi yetu. Kama sio ndugu basi rafiki, kama sio rafiki basi jirani. Kwa namna moja ama nyingine iliwagusa watu wote. Ilikuwa tukio kubwa la namna yake ambalo sidhani kama limewahi tena kutokea katika historia ya nchi yetu. Kwa niaba ya serikali nichukue nafasi hii kuwapa pole wale wote ambao waliguswa na tukio hili. Nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee kabisa kumshukuru sana ndugu Flaviana Matata kwa kulifanya jambo hili liendelee kukumbukwa kwa namna hii ambayo inakumbukwa. Najua sio kazi ndogo, kila mara unasafiri mwendo mrefu, unafanya mambo mengi kuhakikisha tunaendelea kuwakumbuka ndugu zetu. Nakushukuru kwa moyo wako huo. Na sisi kama serikali tutatumia hiyo mbegu uliyoipanda kuhakikisha jambo hili tunaliendeleza pale ulipoishia. Wenzangu wamesema, na mimi nataka kwa niaba ya serikali ni kuahidi tutalifanya, halitaishia hapa. Tutashawishi wenzetu kila mwaka lifanyike, na pengine lifanyike kwa ukubwa zaidi kuliko ule ambao wewe mwenzetu ulikuwa ukifanya. Pengine hiyo ndio namna moja bora na nzuri ya kuhakikisha kwamba tunakumbuka ndugu zetu, lakini pia tunatumia jambo hili kuwaelimisha wale ambao tuko hai, wale ambao tunatumia usafiri na namna mbalimbali za kusafiri, kuhakikisha tunachukua tahadhari. Kwa kwanza nataka niwahakikishieni kwamba tunao ushawishi wa kutosha ndani ya serikali, na hakuna namna serikali itakwepa jambo hili. Kama Flaviani peke yako umeweza kufanya na wenzako, sisi serikali kukwepa jambo hili itakuwa ni dhambi. Kwa hiyo tutalibeba, tuone namna ya kulifanya lifanyike. Lakini la pili, leo nimehudhuria pale bandarini, nikaona wenzetu wa Marine Services wakionyesha namna ya uokozi unavyofanyika, na nikauliza maswali mengi pale. Mnafanyaje? Kila mara mnafanyaje? Na nchi yetu hii imekuwa ikikumbwa na ajali nyingi za barabarani, za majini, angani kidogo ndio hatujasikia sana, lakini ajali zimekuwa zikiua watu sana. Na imeanza kufikia mahali kama inataka kuzoeleka kwamba ni jambo la kawaida. Unaamka asubuhi unasikia basi limeanguka, limeua watu 6. Kesho yake limeua watu 7. Kesho kutwa watu 15. Siku nyingine watu 2. Na kwa kama jambo la kawaida hivi. Na ukiangalia karibia kila Mtanzania sasa anaguswa na ajali mbalimbali zinazotokea kwenye maeneo mbalimbali. Hili ni janga kubwa kuliko janga lolote. Siku moja nilikuwa naangalia tangazo. Aliyekuwa mkurugenzi wa hospitali ya Ocean Road pale alikuwa akieleza namna ambavyo ajali zinaondoa watu, akilinganisha na watu wanaokufa kwa kansa na vitu vingine. Nadhani ajali imekuwa ni chanzo kikubwa cha maisha ya Watanzania wengi kupotea. Sasa nadhani umefika wakati
tuzungumze jambo hili kuanzia kwenye shule zetu chini kabisa kule, badala ya kuacha wenzetu wa Marine Services au wa njia zingine za usafirishaji kutoa elimu ile ya muda mfupi. Pengine elimu hii ya tahadhari na namna ya kutumia njia mbalimbali za usafiri ianze kutolewa kwenye shule zetu chini kabisa kule. Watoto wetu wajue namna mbalimbali za kujiokoa, lakini hata wale tunaowapa dhamana ya kuongoza vyombo vyetu wajue wanabeba roho nyingi za watu wengi. Tunaweza tukalipuuza, lakini linapoteza maisha ya watu wengi sana. Kwa hiyo sisi kama serikali, pamoja na kuendeleza kukumbuka tarehe hii 21 mwezi wa 5, nadhani twende mbali zaidi ya hapo. Tutafute namna ambayo elimu ya kujikinga na ajali, elimu ya kuzuia ajali mbalimbali itatolewa kwa vijana wetu. Wachukue tahadhari, lakini pia waone wanawajibu wale ambao wanapewa kubeba roho za watu kwenye vyombo vya usafiri, waone wanawajibu kutokea wakiwa wadogo. Flaviana amesema kwa kweli ajali nyingi ni za uzembe. Uzembe kwa pande zote, kwa wale wanaoviongoza vyombo vya usafiri, lakini pia kwa wale wanaosimamia sheria mbalimbali. Manake ukisikia vizuri, moja ya matatizo, vyombo vyetu wakati mwingine vinavyosimamia sheria vinashindwa kudhibiti hata idadi tu ya watu. Na kama mmeona hapa, nilikuwa namuuliza mwakilishi wa mkuu wa mkoa, hata idadi yenyewe ya watu waliopoteza maisha kwenye ajali hii tunayoikumbuka leo, bado vyombo vinavyohusika vinapishana. Wataalamu wangu walikuwa wananiambia zaidi ya 1000, watu wa Marine Services wanasema 400, wengine wanasema 600. Kwa hiyo utaona kwa namna moja ama nyingine, kwa vyovyote vile kulikuwa na uzembe fulani hata wa kudhibiti idadi ya watu wanaopanda kwenye vyombo vyetu. Hivyo hivyo ukiangalia magari barabarani, ukiangalia vyombo vingi vya usafiri, pengine labda ndege afadhali, lakini vyombo vingi vya usafiri hali iko hivyo. Sasa pengine tuanze kwa kushughulika nalo jambo hili kutokea chini kabisa kwa watoto wetu. Waanze kujua wao wenyewe kwanza, sababu ukianza kujua mwenyewe ukajua tukizidi kwenye chombo hichi tunaweza kupata tatizo, pengine itasaidia sana. Kwa hiyo nasema siku hii muhimu, pamoja na kuikumbuka kwa maana ya kuja kuwaombea ndugu zetu waliopoteza maisha, lakini vizuri serikali tukatafuta namna ya kuchukua tahadhari kwa wale ambao bado tuko hai, tupunguze kama sio kumaliza kabisa tatizo hili la kupoteza maisha kutokana na ajali mbalimbali. Hii ya majini ni moja wapo, lakini za barabarani na maeneo mengine. Lakini waahidi wana Mwanza, tumepokea ombi la Flaviana likaungwa mkono na Mheshimiwa mbunge kwa niaba ya wabunge wenzake, lakini mkuu wa mkoa amelizungumza hapa na mwenzangu Januari. Tumekubaliana tulibebe twende tukazungumze tuone namna. Nataka niahidi halitaishia hapa, na kama serikali tutaweka nguvu ya kutosha tuliboreshe zaidi, tutafute namna ya kulipanua, tuliadhimishe kwa namna ambayo tutalitumia kama fursa ya kuelimishana, ya kukumbushana, lakini na kuendelea kuwaombea wale waliopoteza maisha. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha aliyowapa hawa wenzetu. Dini zetu zinatukumbusha tushukuru kwa kila jambo, lakini ni vizuri kujifunza kwa yale yanayotokea, yanatugusa, na kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi. Nataka leo nisiwe na maneno mengi. Kwa niaba ya serikali, niwape pole sana wana Mwanza, niwape pole sana walioguswa na tatizo hili. Niwaahidi tutachukua jambo hili na kuliendeleza kama serikali,
lakini pia tutafute namna ya kutengeneza kizazi cha Watanzania ambao wanachukua tahadhari.